kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Naamini ya kwamba kipindi kilichopita tulijifundisha kuhusu toba, na pia leo tunashindi kujifundisha kuhusu toba. Tukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 2, Mathayo sura ya 3 mstari wa 2, maandiko inasema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Toba ilianzishwa na Yohana Mbatizaji, na akaanza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Mstari wa 3 inasema, kwa sababu huyu ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mstari wa 4, naye Yohana mwenyewe alikuwa na basi lake la nziga la ngamia na msipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula zake zilikuwa nzige na asali ya mwituni. Mstari wa 5, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi na Uyudea wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakisiungama dhambi zao. Toba ilihubiriwa na Yohana Mbatizaji, na Yohana Mbatizaji ndiye alipewa toba, na alipopewa toba akawa anahubiri toba iletayo ondoleo la dhambi. Na Yohana alipoendelea kuhubiri, maandiko inasema, hebu tuangalie kitabu cha kitabu cha Yohana 3 mstari wa 34. Inasema, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu amtoi roho kwa kipimo. Kwa hivyo maandiko inaeleza, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu. Yohana aliwekwa ili atengeneze njia ya Bwana, na tuliona vile alitangulia na roho ya Eliya ili aweze kugeuza mioyo ya baba kuelekea watoto. Kwa hivyo ukiangalia toba ambayo Yohana Mbatizaji alihubiri, nataka leo nikufundishe toba ya Yohana Mbatizaji, toba Yesu aliyohubiri, na toba ambayo ilihubiriwa na mitume, ili tuweze kuelewa maana ya toba. Ukiangalia toba ambayo Yohana alihubiri, maandiko inasema hizi zote zilimwendea katika mto wa Yordani, huku wakisiungama dhambi zao. Mungu aliweka Yohana Mbatizaji, na alimweka kwa kusudi hili, kwa sababu Mungu asikii mambo ya mwenye dhambi, na mwenye dhambi amefarakana na Mungu. Ilibidi Mungu aweke Yohana Mbatizaji ili watu wote waende kwake wakiungama dhambi zao. Kwa hivyo hawakwenda kwa Mungu kuungama dhambi zao, bali walienda kwa Yohana Mbatizaji huku wakisiungama dhambi zao, naye anawabatiza katika mto wa Yordani. Na tukisoma kitabu cha Mathayo, tumeona Mathayo 3 mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Yohana anakusanya dhambi zote za ulimwengu. Watu wote walimwendea, na watu wote walipomwendea walikuwa wanaungama dhambi zao. Yohana anakusanya dhambi zao. Yohana hawezi kupeana msamaha wa dhambi. Yohana kazi yake ni kugeuza mioyo ya watu kumwelekea Mungu.
alafu waweze kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo maandiko inaeleza wakati Yohana watu wote walipomwendea wakisiungama dhambi zao, Yohana hawezi kuwapatia msamaha wa dhambi. Anangojea Yesu Kristo ambaye atakayekuja na msamaha wa dhambi. Na maandiko inasema katika mstari wa 7 hapa, na alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Wasadukayo wakijia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Alipoona baadhi ya Mafarisayo na Masadukayo wanakuja kwa ubatizo wake, akawaambia, enyi uzao wa nyoka, nani aliyewaonya nyinyi kukimbia ghadhabu ya Mungu itakayokuja? Kwa sababu wao walienda kwa Yohana, lakini ndani ya mioyo yao hawajafikia toba. Kufikia toba ni wakati unapojifahamu nini inafanya kazi ndani ya moyo wako. Toba ni wakati unaelewa, mimi nimepotea, mimi ni mwenye dhambi, mimi dhambi iliyo ndani ya moyo wangu inanisukuma kutenda dhambi. Lakini hao Mafarisayo ni watu waliomwendea Yohana, lakini ndani ya mioyo yao wanawaza tofauti na toba. Angalia mstari wa 8, basi saeni matunda ipasao toba. Yohana akawaambia, saeni matunda ipasao nini? Matunda ipasao toba. Wakafikiria kusema matunda ipasao toba ni kutenda matendo mazuri, kuwa na tabia mzuri, kubadilisha mienendo yao, kubadilisha mawazo yao, kubadilisha tabia yao. Watu wanaposikia saeni matunda ipasao toba, watu wanajaribu kubadilisha mawazo yao na matendo yao na tabia yao. Lakini hiyo si maana ya kuzaa matunda ipasao toba. Haleluya. Ukiangalia mstari wa 9, maandiko inasema, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Abraham, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Abraham watoto. Aliwaambia msiwaze mioyoni mwenu mnaye baba. Ndani ya mioyo yao wanawaza tuna baba. Haleluya. Wanawaza ndani ya mioyo tuna baba ambao ni Ibrahimu. Lakini sasa Yohana anawaambia msiwaze hivyo, mnaye baba ambao ni Ibrahimu. Ukiangalia mstari wa 7, amezaa waonyesha, anawaambia nyinyi uzao wa nyoka. Na pia Yesu aliongea jambo hili katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 44. Akasema, mna baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendezwa kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, maana hiyo kweli haimo ndani yake. Alikuwa muuaji tangu mwanzo, ana uzima ndani yake. Asemapo asema uongo, kusema yaliyo yake. Kwa hivyo Yesu aliweza kuonyesha bila mwanadamu ni mwenye dhambi, bila mwanadamu ana baba yake ambao ni Shetani. Na Yesu akarudia jambo hili tena katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 34, akasema, enyi uzao wa nyoka, mwawezaye kunena mkiwa wabaya? Uzao wa nyoka inamaanisha nini? Inafaa uangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4 na 5. Maandiko inasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5 inasema, maana Mungu anajua siku ile mtakula matunda mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Huyu nyoka ni nani? Tuangalie kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 9. Maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema yule nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo tunapozungumzia nyoka tunazungumzia Ibilisi na Shetani. Haleluya. Kwa hivyo wakati Yohana alipowaambia enyi uzao wa nyoka, na Yesu akasema enyi uzao wa nyoka, alafu tena Yesu akasema muna baba yenu Ibilisi, anamaanisha nini? Anamaanisha ya kwamba mwanadamu alipomwasi Mungu alibadilika akawa wa Shetani. Na sasa Mafarisayo na Masadukayo wanamwendea Yohana, hawayaelewa wao ni uzao wa nani. Wanaenda wakifikiria sisi ni uzao wa Ibrahimu. Ndiye aliwaambia saeni matunda ipasao toba. Akawaambia msiwaze mioyoni mwenu mnaye baba ambao ni Ibrahimu. Ndani ya mioyo yao wanawaza wao ni uzao wa Ibrahimu, lakini kiukweli ni uzao wa nani? Ni uzao wa nyoka. Wakati mwanadamu anapojielewa, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni wa Shetani, na njia ninayofuata si njia ya Mungu, nafuata njia ya Shetani. Wakati unapoelewa hivyo, hiyo ndio kuzaa matunda ipasao toba. Na wakati huo ukielewa njia unayoifuata inakuongoza jehanamu ya milele, ndio utafikia toba, ugeuke umrudie Mungu.
Haleluya. Lakini kama huyu ajifahamu hivyo, ukifahamu mimi ni mtu Mkristo, mimi ni mzee wa kanisa. Unajua, nimewahubiria mtu mmoja akaniambia, mbona unaniita mwenye dhambi? Mimi ni mhubiri, mimi ni bishop, mimi ni pastor. Mwingine anasema mimi ni mzee wa kanisa. Nikamuuliza, je, kuna kiti ya bishop mbinguni? Kuna kiti ya bishop mbinguni? Kuna kiti ya pastor mbinguni? Kuna kiti ya mzee wa kanisa mbinguni? Kuna kiti ya sialende mbinguni? Mbinguni hakuna viti kama hivyo. Haleluya. Lakini wale wanatakikana mbinguni ni watakatifu, wakamilifu, wenye haki, watoto wa Mungu. Nikamuuliza, wewe ni mtakatifu kama Mungu? Akasema hakuna mtakatifu. Hakuna mtakatifu. Wewe ni mwenye haki? Hakuna mwenye haki. Nikamuuliza, nani ataingia mbinguni? Ni mtakatifu. Nani ataingia mbinguni? Ni mwenye haki. Wewe ni mwenye haki? Hapana, mimi si mwenye haki. Utaingia mbinguni? Anasema ndio. Huyo mtu si ameshanganyikiwa? Haleluya. Kanisa na dini nyingi zimesanganya Wakristo, zimesanganya watu wengi. Unauliza Mungu, unauliza mtu, wewe ni mtakatifu? Anasema hapana. Nani ataingia mbinguni? Mtakatifu. Utaingia mbinguni? Ndio. Wewe ni mtakatifu? Hapana. Huyo mtu ameshanganyikiwa ama ameshanganyikiwa? Wewe ni mwenye haki? Hapana. Nani ataingia mbinguni? Mwenye haki. Wewe utaingia mbinguni? Ndio. Wewe sasa kama wewe si mwenye haki utaingia mbinguni? Sasa watu wanajaribu kutengeneza matendo yao bila wanaweza kuingia mbinguni, na wanawaza mioyoni mwao, sisi tukitenda matendo mazuri tutaenda mbinguni, tukitimiza sheria tutaenda mbinguni. Kwa hivyo Mafarisayo walimwendea Yohana wakiwaza ndani mioyo yao, sisi tunaye baba. Wanajisifia baba ambao ni Ibrahimu. Yohana akawaambia, msiwaze mioyoni mwenu, mnaye baba ambao ni Ibrahimu. Haleluya. Msiwaze mioyoni mwenu ya kwamba matendo yenu yanaweza kuwapeleka mbinguni. Msiwaze mioyoni mwenu ya kwamba tabia zenu zinaweza kuwapeleka mbinguni. Msiwaze mioyoni mwenu kutoa fungu la 10 na sadaka na kuomba na kujitakasa kunaweza kuwapeleka mbinguni. Msiwaze hivyo mioyoni mwenu. Saeni matunda ipasao toba. Kuzaa matunda ipasao toba ni kusema nini? Ni kujielewa, mimi sina kitu kizuri ndani yangu. Ni kuelewa moyo wangu ni muovu, moyo wangu ni mchafu, mimi nimepotoka, mimi nimeoza, hakuna kitu kizuri kiko ndani yangu. Kama hakuna kitu kizuri kiko ndani yangu, niendelee kujifuata ama nigeukie Mungu? Ni asana na njia yangu, kwa sababu maandiko inasema iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Haleluya. Yohana anahubiri watu wafikie toba, wasiwaze mioyoni mwao ya kwamba Ibrahimu ni baba yao. Ndio maandiko inasema, tuangalie kitabu cha Wagalatia, tuone vile Biblia inasema. Kitabu cha Wagalatia 3, Wagalatia 3 mstari wa 7. Fahamuni basi ya kwamba wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Fahamuni basi fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Si kila mtu ni mwana wa Ibrahimu. Si wale walio wa mwili ndio wana wa Ibrahimu, ni walio wa imani ya Ibrahimu hao ndio wana wa Ibrahimu. Mafarisayo na Masadukayo, je, walikuwa na imani ya Ibrahimu ili wawaze mioyoni mwao Ibrahimu ni baba yetu? Hawakuwa na imani ya Ibrahimu. Kwa hivyo si uzao wa Ibrahimu. Haleluya. Huu ni uzao wa nyoka. Ndio Yohana akawaambia, Yohana akawaeleza vizuri, akawaambia, msiwaze mioyoni mwenu mnaye baba ambao ni Ibrahimu. Haleluya. Kwa hivyo Yohana alihubiri toba iletayo ondoleo na nini? La dhambi. Okay. Tunaona toba ilikuja na Yohana. Toba ilikuja na nani? Na Yohana. Kuna toba ilihubiriwa na Yesu. Kuna toba ilihubiriwa na mitume. So Yohana anahubiri akisema tubuni, maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Hapa Yesu na yeye, ukiangalia hapa ni kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 6, wakamwendea huku wakisiungama dhambi zao. Hii ni Marko. Kitabu cha Marko sura ya 1
mstari wa 14 na 15. Yesu anasema tubuni mkaamini Injili. Tutakuja kuzungumzia jambo hilo baadaye. Hapa tunaona kuna Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2 mstari wa 38. Petro anahubiri pia kutubu. Nataka tuweze kuelewa vile tunaweza kuelewa toba, ambao Yohana Mbatizaji anahubiri toba, ambao maandiko inasema iletayo ondoleo la nini? La dhambi. Watu wote wakamwendea huku wakisiungama dhambi zao. Walienda kwa Yohana wakisungama dhambi zao. Yohana anachukua dhambi zao. Alipochukua dhambi zao akakutana na Yesu Kristo. Yesu akatoka Galilaya akaenda katika mto wa Yordani ili abatizwe. Wakati Yohana aliweka mikono juu ya Yesu Kristo akimbatiza, dhambi yote ya ulimwengu ikahama ikaenda kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Dhambi yote ilipohama ikaenda kwa Yesu Kristo, Yesu naye akaanza kuhubiri toba, na toba ambayo Yesu Kristo anahubiri akisema namna gani? Tuangalie mstari wa 14 na 15. Angalia hapo. Maandiko inasema hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Yesu anahubiri habari njema ya Mungu. Habari njema ni gani? Habari njema ni mambo yaliyotendeka, si yale yatakayotendeka, ni yale yaliyotendeka. Kwa sababu Yohana alikuwa anahubiri toba, na watu wote wakamwendea wakisiungama dhambi zao. Dhambi zote Yohana akakusanya akaweka juu ya Yesu Kristo. Baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Haleluya. Mstari wa 15, maandiko inasema akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni mkaamini Injili. Tubuni mkafanya nini? Mkaamini Injili. Yohana sasa, Yesu Kristo toba ambayo anahubiri, kutubu ambayo Yesu anahubiri, anasema tubuni mkaamini Injili. Injili ni mambo manne. Kuamini Injili ni kuamini Yesu Kristo aliyesaliwa. Kitabu cha Mathayo sura ya 1, angalia kitabu cha Mathayo sura ya 1, tuone vile maandiko inasema. Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, tuone vile maandiko inasema. Maandiko inasema naye atazaa mwana na watamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaookoa watu wake na dhambi zao. Kuamini Injili ni kuamini Yesu alisaliwa aniokoe kutokana na dhambi. Ndio Yesu amesema tubuni mkaamini nini? Injili. Injili ni kusaliwa kwa Yesu, na kusudi la Yesu kusaliwa ni ili atuokoe kutokana na dhambi. Kama umetubu na kuamini Injili, unaamini Yesu alisaliwa kuokoa kutokana na dhambi, ni sawa. Unaweza kuwa unaamini Yesu alisaliwa, lakini je, unaamini alisaliwa akuokoe kutokana na dhambi zako? Wakati unaposema mimi ni mwenye dhambi, uamini kusaliwa kwa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alisaliwa ili atuokoe kutokana na dhambi. Wakati unapoamini Yesu alisaliwa, utaamini Yesu alisaliwa aniokoe kutokana na nini? Na dhambi. Amen. Okay, Injili nimekuambia ni mambo manne. Kuna kufa. Kwa nini Yesu alikufa? Tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo nini? Maandiko. Na ukisoma kitabu cha Warumi 6 mstari wa 10, maandiko inasema, maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishie Mungu. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, si mara mbili, mara moja tu. Kama unaamini Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi, na kama alikufa kwa sababu ya dhambi, dhambi haipo tena, kwa sababu Yesu alichukua dhambi, na alipochukua dhambi akafia dhambi mara moja tu. Na ndio Yesu anasema tubuni mkaamini Injili.
Kuamini injili ni kuamini Yesu alisaliwa, aliokoa kutokana na dhambi. Ni kuamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Haleluya. Lakini kama wewe bado unasema wewe ni mwenye dhambi, au ya tubu na kuamini injili, tubuni mkaamini injili. Yesu anafundisha kutubu na kuamini, kutubu na imani, toba na imani, kutoka kwa njia yako ya kujitakasa kwenda kwa kutakaswa. Juu watu katika njia yao ya kujitakaza hawayaenda kwa njia ya kutakaswa. Ndio Yesu anasema tubuni mkaamini injili. Haleluya. Tubuni mkaamini injili. Injili ni kusaliwa kwa Yesu, kufa kwa Yesu Kristo. Tuangalie kitabu cha Wakorintho, tuone vile Biblia inasema. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 4, maandiko inasema na ya kuwa alisikwa na kufufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Injili ni kusikwa. Kama unaamini Yesu alikufa, utaamini Yesu alisikwa. Na kama unaamini Yesu alisikwa, utaamini siku ya tatu alifufuka kama yanenavyo maandiko. Injili ni kusaliwa kwa Yesu Kristo, kufa kwa Yesu Kristo, kusikwa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Yesu anapohubiri toba anasema tubuni mkaamini injili. Mkaamini lilisaliwa liwaokoe kutokana na dhambi zenu, muamini lilifia dhambi zenu, muamini lilishikwa na siku ya tatu nikafufuka. Kufufuka kwa Yesu Kristo kuna kusikwa. Hebu tuangalie maandiko Biblia inasema, tuangalie kitabu cha Warumi 6 mstari wa 4. Basi tulisikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tulisikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hivyo wakati tunapobatiza mtu katika maji mengi, huyo mtu ana jina ubatizo inamaanisha kusamishwa. Kwa hivyo huyu mtu anapoingizwa na kusamishwa ndani ya maji, maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema tulisikwa pamoja na yeye kwa njia ya ubatizo. Kwa hivyo ndani ya moyo wetu, watu wale wamekufa pamoja na Kristo wanaamini mimi nimekufa, ndani ya moyo wangu nimekufa. Na ubatizo ni kwenda kuonyesha mwili vile lilikufa na vile lilisikwa pamoja na Kristo na vile lilifufuka pamoja na Kristo. Haleluya. Ndio Yesu anasema tubuni mkaamini injili. Tuangalie kufuka kwa Yesu Kristo. Kwa nini Yesu alifufuka? Kwa nini tunafaa kuamini kufuka kwa Yesu Kristo? Warumi 4 mstari wa 25, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu na alifufuka ili tuweze kuhesabiwa haki. Katika kufuka kwa Yesu Kristo tunapata kuhesabiwa haki. Ndio Yesu anasema tubuni mkaamini injili. Kwa hivyo watu waamini injili ndio wako katika maisha ya dhambi. Kwa sababu ukitubu na kuamini injili, utaamini Yesu alisaliwa, aliokoa kutokana na dhambi. Utaamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Utaamini Yesu alisikwa na baada ya kusikwa siku ya tatu akafufuka. Na kama unaamini kufuka kwa Yesu Kristo, basi utafanyika mwenye haki. Unafanyika mwenye haki kwa kuamini kufufuka kwa Yesu Kristo. Alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa kwa wenye haki. Haleluya. Tuangalie kwa sababu ya muda, tuangalie toba ambayo ilihubiriwa na Petro. Sura ya Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Petro alisema namna gani? Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Petro amesema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu na mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro ameongea mambo manne. Ameongea mambo ngapi? Manne. Ameongea jambo la kwanza tubuni, ya pili kubatizwa katika jina la Yesu, ya tatu kupata ondoleo la dhambi zenu, ya nne kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kutubu. Ukitubu unabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Ubatizo wa kwanza baada ya kutubu unabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Si
kubatizwa ndani ya maji ni kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, hapo ukibatizwa katika jina la Yesu Kristo unapata ondoleo la dhambi zako. Ukipata ondoleo la dhambi unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kuna wengi wamefanya Roho Mtakatifu kwa kirundu oka unkudhakala kaamele Jeswa, yani kaitokwenga kaeta kaitokaribisha kakeya kirundu tike. Yesu alisema mtapokea huyo Roho, atakuwa Roho wa milele. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako atoki tena. Na Roho Mtakatifu haingii kwa mwenye dhambi, anaingia kwa mtu aliyetubu na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu anaingia kwa mtu aliyetubu na aliyebatizwa kwa jina la Yesu. Kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo ni kupata jina lake. Jina lake ni Mkristo, jina lake ni Kristo, na wewe ukibatizwa kwa jina la Yesu unapewa jina lake Mkristo. Na jina Mkristo limepatikana kwa Biblia mara 3 na lilitokea mahali kunaitwa Antiokia. Hii ilikuwa kama nickname, wakasema hao watu wanaenda kama Kristo, wakaitwa Wakristo. Haleluya. Kwa hivyo kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo ni kupata mpaka